Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawa na yai. Ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa. Likikuponyoka likaanguka lile yai litavunjika na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni taabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani. Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na muabudu Mungu kwa neema ya amani. Asema falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Anaambia Makureish kwamba muabuduni Mungu wa nyumba hii Al-Kaaba, ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliyofanya hivyo. Ile ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachia tu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria vikuweza kuharibu amani, alafu wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa. Au maneno yasiyokuwa ya fikra, maneno ya juhala, anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke. Sasa kishanuka ni maana yake nini? Kishanuka ndio utakaa wewe katika nchi, atakaa shangazi yako katika nchi, atakaa babio katika nchi, patakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza. Lakini la pili la kufikiri ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara, akituambia anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu. Anasema afala taqilun, je, hamtumii akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo? Afala tatafakkarun, hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri? Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona tini mahala unaweza kufanya jambo lolote na hata likitokea halina neno? Tusighilibiwe Waislamu, na tusighilibiwe hata Watanzania wote, tusighilibiwe. Lazima tufikiri, mtu tumuassess yule mtu kwamba anatuambia nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa